umekunifuatilia nilikuwa karibuni hapo mkae. Elvina yuko? Elvina niko hapo jikoni hapo nafanya mambo. Sawa. Mama mtu. Kuna wageni wako hapo. Nilikuwa na shughuli kwa enda huko sasa kielewelewe. Karibuni. Mimi basi basi hata nilikuwa jikoni naandaa, simsubiri kidogo basi. Tumekula na kuambia tutakuja, siko mbali. Yaani sisi tumekula tumeshiba. Yaani tukiongeza hiyo nyingine. Nyinyi na hao matumbo yenu kila mara mkija hapa mmeshiba. Si hivyo, nimetutembelea. Hapa tunakuja kutembelea. Fanya mama mtu wake hizi mimi daisi. Tuko huku. Mwana. Niambie. Mwana kabisa. Poa. Naona unapunga upepo na shemeji hapo. Kidogo saelewa. Karibu. Asante bwana. Sawa basi mimi nitawapisha muongee. Sawa, ngoja naongea na wewe na wewe fanya mambo huko alafu. Sawa. Sawa kwa mwanangu. Nilikwambia kuna story nataka kuelezea. Kuhusu yule mrembo yule bwana yule anipa shida wewe nakwambia wewe. Sasa leo nikabahatika, yani venye nakuja huko nikabahatika kuonana naye hapo njiani hapo. Akasema huyu siku mbili tatu sijamuona. Leo acha nimsimamishe nione kama yani atajaribu kunielewa. Mwanangu. Tena amenifanyia yani. Nile nabonga naye lakini sasa yani yani sijui kama ananiona vipi yani, anasema wewe sio type yangu, sijui huwezi kunihudumia. Kamuuliza wewe sasa kukuhudumia wewe. Huduma ni kawaida ya mwanaume, hiyo kumhudumia mwanamke. Umeona? Mimi nitajitahidi kivyo vyote mimi nikuhudumie. Kwa nini yani hautakosa yani mimi nitakupa kila kitu wewe. Mrembo pale akagoma yani sijui nini wewe, achana mimi sasa kunifuatilia. Wewe nilikwambia wewe mimi sitaki kufuatiliwa. Bwana yani cha kuudhi. Amenivua kofia hivi yani akanipiga nayo hivi yani mwanangu yani. Nimekuja hapa yani unipo shauri yani sijui kama unanishauri. Nakushauri hivi.
usikate tamaa rahisi, maana anaweza kuwa ule mdemu anakupima imani yako, kuona ndio wewe usikome kumfuatilia, mwanamfuatilia tu taratibu, kuna ipo siku atakuelewa ule mdemu. Chapati. Kama usinione hivi mwanangu, mama mtu pia amenizungusha huyo, usikumbuke ile wakati mimi nilizungushwa kisa check, mimi nilijipa imani na nikafuatilia hivyo hivyo mpaka sasa uko nyumbani mama mtu. Sielewa mwanangu. Kwa hivyo wewe mwanangu usikate tamaa, wewe endelea kufuatilia, hiyo siku mchongo utafaulu. Sawa. Ndio hapo at least mwanangu umenipa moyo kwa sababu mimi venye nilikuwa nimeamua yani niacha naye kabisa kwa sababu amenifanyia tukio ambalo mwanangu sikutarajia yani kama atanifanyia vile. Bali vitu kama hizo rahisi mwanangu. Basi fanya hivi. Acha mimi ninge pale mjengo pale kwa sababu ashaniharibia mood kabisa yule. Sasa mwanangu enda mjengo sasa hivi mama mtu ashughulika pale mwanangu. Mimi leo ameyakula sina kabisa mwanangu. Mimi check. Acha niingie pale nikajitulize mimi. Mimi niko sawa mwanangu, wala usiwaze. Mimi niko sawa mimi. Sasa siwaze vipi mwanangu, wewe unakuja maketoni hapo utaki kula sasa ndo nini? Sio hivyo, si wanijua mimi, lakini niko fully mwanangu. Sawa basi mwanangu, mimi ngojani nini pale niweke ndani alafu check. Mimi ninge kule dili afu mimi nitakushtua. Sawa, haina shida hiyo. Kwani mrembo huyu, lakini mimi ngoja nitajituma mimi msaidie huyu mwanangu. Ana peli wapi? Dada, naenda wapi? Mimi ndo namaliza kufagia hivi, kufanya usafi, kila kitu cha maliza. Mimi nilikuwa natoka kwa marafiki zangu. Basi usichelewe kurudi. Sababu una tabia kuu. Ukienda unaenda ukakae kabisa ukani, umesahau nyumbani. Unajua sana nakupenda dada. Sitaki yani uende huko, uende ukazunguke huko, sasa kuna wakora, mimi sipendi kabisa. Umeelewa? Fanya haraka, unajua ni dadangu wewe, nakupenda sana. Sawa kaka. Sawa, ufanye haraka. Sawa. Sawa. Poa. Kwa wapi? Aonaje? Sasa itakuwa vizuri basi nikusindikize. Unaja kumsindikiza.
Kwa nini sasa ama sina haja kusindikiza au vipi? Sasa mimi bado niko na ile swala langu ni vipi sasa nafika wapi? Nilikuelewa tu, jaribu hata kunifikiria. Usifanye hivyo. Wewe from the start nilikwambia. Nikakueleza vizuri sana sasa hivi nasikia kama muelewi. Ndio mimi niko na hisia lakini. Sasa tulikuwa naona tunafunga maneno nilikwambia wewe. Nilikwambia sitaki kufuatilia majidai hamnazo. Sio kujidai. Lazima jaribu kufikiria kwa nini nakufikiria sana. Ushaniambia mara kadhaa lakini jaribu kufikiria mbona nakufikiria sana. Au ulikuwa utakaje tu? Simpe muda basi unifikirie na mbona unafanya hivyo mwenzio? Jaribu basi kunifikiria na. Mimi pia niko na hisia na naumia. Hata nikikuwa nani moyo wangu. Basi nilikwambia sitaki kufuatilia. Na wengine yani nimemwambia sasa muda wote huu mpaka saa hii anafanya nini? Nimemwambia si jana tulipigwa simu mama kama ni mgonjwa sana. Alafu ndio mtoto wake peke yake nyumbani. Karibu shemeji. Sawa basi, lakini hali ya mamake si njema kabisa. Sawa basi tutakutana mimi na wewe. Sawa shemeji basi. Uwe na wakati mwema. Nyewe. Mwanangu. Mwana kabisa. Mshonjo. Naona unafanya usafi. Kidogo maana nimekuwa sana bana. Mama nifanye usafi hapa maana mwanangu asijiumbie. Shamba kubwa sana. Ikiwa hivi basi wewe aficha mambo wewe. Aficha mambo. Hapa mara shamba kwa nani hapa ndio matatizo. Mwanangu siketi hapa. Mchezo anacheza. Yaani muulize shemeji. Kama hayuko nitajua huyu kuna mchezo anacheza. Haiwezekani. Keti mwanangu hapa. Watu wanafanya vizuri sana. Long time kweli. Long time mwanangu. Nilikuwa na kashughuli kidogo, niliitwa pale kupiga kidogo kidini. Basi mwanangu. Majuzi sijaupitia, nikasema leo basi acha nipitie. Madili muhimu mwanangu, bila madili hakuendi. Shemeji hayupo. Sasa mwanangu wewe kuna kitu kinanichanganya. Unajua venye nilikuwa nakuja hivi. Nilipatana na mrembo ametoka hapa kwako. Hakuna sehemu nyingine nadhani. Sasa yule mrembo bwana, hivi mjuana na sio labda nakuuliza sana hapa sasa nipata nini? Kwa sababu nikiangalia umesema shemeji hayupo, alafu namuona ametoka hapa. Alikuwa anamuuliza shemeji yako siku zote nakuja hapa nataka ushauri
Naomba ushauri vipi, nakwambia kuna mrembo ananisumbua. Basi uje mrembo mwenyewe ndo huyu. Basi kama ni ule mwanangu, kwa shaka kabisa mwanangu, manake ile ndio kila mara hata bahati mbaya ndio wangu hayupo hapa ndo hapa, lakini ndio mwanangu ile ndio tunafanya kabisa ndio mambo yataenda hivi tangu asubuhi mpaka sasa hivi mchana. Sasa tutakuwa ameenda wapi? Nimerudi. Ulikuwa usinipe mkono mimi. Sasa saa ngapi? Umetoka tangu asubuhi. Nimerudi hapa sasa. Sasa ni mchana. Ulikuwa unatarajia nikule nini? Nikutolea kidogo lakini ulikuwa tumeenda. Kwa hiyo nimechelewa. Mimi nakwambia mambo ya kuzunguka hawache. Kulia nyumbani. Hawa ni wakati wa kuoa, ukifika utaolewa. Unaenda ukizunguka kila mahali. Kila mara hapo mastori hapo. Mimi nakufanya vitu mpate mwanangu. Ana kule mrembo zote niko hapa. Hata ni leo tu kwa ninatokea. Manake ni sio yako. Manake haiko sawa. Mbona? Sasa leo maomba kidi au huko kidogo na sasa ndo nimeanza kupata picha sasa. Kwa hiyo sasa ndo hapo msaada wako utakuwa msaada gani yani? Wewe unanisaidia vipi? Cha kufanya hapo ukiongea na usimwambie hapo kupanga vizuri utakusika jambo. Basi itakuwa poa. Itakuwa poa kwa sababu sasa hivi basi kidogo unaanza kupata morali sasa. Mambo ni mapesa kutoka shule huko sijua alikuwa anasomea wapi, lakini ule mdada kama aliendelea akaendelea, lakini ule usimwambie yako sasa kidogo ndio sababu upande wa nini kidogo ulikuwa na pana madola. Sasa fanya hivi wewe. Wewe shemeji anarudi lini kwa nini? Sema kama next week kama atakuwa anapata nafuu kabisa arudi huku. Sasa akirudi wewe nikutie waya. Sawa mwana. Ukinivutia waya tu mimi nakuja tayari mimi. Nakuja kuketi wewe na ushemeji tunaongea vipi, mtanisaidia vipi kuhusu mrembo. Sababu ule sasa kwenye inaelekea yani ile. Itabidi sasa apate hata kama ni hiyo rafiki nitamtumia shemeji. Wewe nafikiri mambo yatakuwa sawa. Mambo yatanyoka mwanangu, hata kwa shaka kabisa. Hapo mambo yatakuwa hivi mwanangu. Basi haina shida. Sawa, mimi nimekusamehe. Nenda ndani. Tujue tutakula nini hapa. Sawa, haina shida. Yaani umenitia morali, yani sasa inajisikia ni shemeji arudi kama ni leo. Yo mwanangu, kwa shaka kabisa, yani kila kitu kitakuwa shwari mwanangu. Sawa, bila kuaminia. Lakini ndio wewe nikutia waya. Hakuna kuchelewa. Mambo ya kuchelewa sana. Sasa hivi kumbe kutoka mtaa. Sasa wewe ndio unapatana. Sasa